Niliamka na stress leo kwa sababu nilikuwa sijui dako wangu atakula nini. Ghafla nikakutana na kipande cha pizza, nikasema ngoja leo nimpikie dako wangu pizza zaidi ya hiyo. Mwambieni huyo Eshabweti asinichokonoe, wakati narudi nikakutana na umbea wake. Alafu Eshabweti, usizani kwa hivyo vyakula vyako unaweza kumteka dako wangu. Koma kabisa. Basi nikaanza harakati za kumpikia dako wangu pizza, nikatia unga, nikatia hamira, nikatia visukari vikolee ili dako wangu enjoy, nikatia vimaji, nikaanza kukanda zangu unga. Na kukumbusha Eshabweti, ishia hapo hapo kumtaka dako wangu, maana pizza kama hizi huwezi kumpikia. Wakati naendelea kukata vinyanyanya nikakikumbuka kile kipancha baskeli ya kijijini kinavomshobokea dako wangu. Basi baada ya unga wangu wa pizza kuumuka, nikaanza kuutoa vizuri, kisha nikaweka kwenye kibao kwa ajili ya kusukuma pizza yangu vizuri. Alafu kuna muda najiuliza, hivi mimi nilivyo mzuri hivi nashindwaje kupika pizza tamu? Alafu ndo utamweka Eshabweti kushindana na mimi kwenye kupika pizza tamu? Labda sio mimi, mama wa taifa Mrs. Dako. Alafu we binti unayeniangalia, kabla ya kutukana jifunze. Mchoro wangu wa pizza huo nikautoa, nikautia kwenye sufuria kwa ajili ya kutia decoration. Yaani namaanisha nyanya, vitunguu na vitu vingine. Nikatia na vitomero. Baada ya hapo kitunguu swaumu, nikatia na visenene fulani kwa mbali kutoka Uarabuni, yani visenene vimenona kama unavyoviona, sinaga shombovu. Alafu ndo unakuja kufananisha na vipiza vya Manzese vya Eshabweti. Wewe. Hii inaitwa senene pizza. Nikachukua pizza yangu, tia moto kwa juu, weka jikoni tayari kwa kuisubiri pizza. Tayari pizza senene, nikaitoa, nikaweka kwenye sahani kwa ajili ya kumpelekea dako wangu. Kwanza cheki pizza ilivyonyoka kama imetoka shule. Tayari kumwekea dako wangu. Na dako wangu